Mimi nakupenda sana mke wangu, ila kuna kitu nataka nikwambie. Mimi ni mume wako, sawa? Na kwa hili unaniacha salama na utanikuta salama, sawa mke wangu? Ila na mimi nina ombi moja kwako. Ombi gani? Naomba uende salama, urudi salama. Ikiwa na maana tunda langu nalo liende salama, lirudi salama mke wangu. Sawa mama? Baby. Nawezaje kukusaliti mimi? Yaani hutakiwi kabisa kuongea maneno kama hayo. Kwa sababu gari langu naliweza peke yako. Kweli? Yaani Kilimanjaro unanifikisha sawa? Okay, kama ni hivyo, wewe ni wangu, mimi ni wako. Kwa hiyo nakutakia safari njema. Uende salama, urudi salama mke wangu. Tajiri. Niambie. Safi. Tajiri. Leo wapi tena na mabegi? Leo unaenda mbali sana. Tena safari yangu leo ni ya muhimu kuliko safari zote. Kwa hiyo naomba barabarani kuwe na nidhamu. Taratibu, sitaki eka. Yaani leo tena ndo niwe na nidhamu. Kila siku nakubeba na unajua kabisa wewe mteja wangu. Ndio. Tahadhari muhimu. Haya bwana, twende. Bosi wangu. Hapo nipe buku tano. Wewe sasa unapenda hela. Tano tajiri yangu. Fresh. Poa tajiri. Oh baby. Mambo vipi? Safi. Yaani mapema yote ushaanza kunikwaza. I'm sorry. Unajua mimi nikajua bado safari kutoka nyumbani mpaka hapa kidogo nikamuda. Kwa nilikuwa nafanya maandalizi mengine. Ndio kama uniweke hapa. I'm sorry. Unajua kabisa siwezi kukasirika ndio maana unafanya hivyo. Ndio maana ukubali. Wenzetu basi. Babe. Oh. Niambie mama. Good. Uko bie? Yes, baby. Nikwambie kitu. Kwanza ondoa pressure. Usiwe na papara kwa sababu huu uwanja ni wako ndani ya wiki nzima, sawa?
Kwa hiyo utafanya kila utakacho, utapiga majudo nini kila kitu. Babe, unajua nini? Kwanza mimi namuonea huruma. Unajua kwa nini? Yaani akirudi huko ndani anakutana na Makombo. Hivi sasa unajua ni mali yangu. Unajua nakupenda. Najua hilo. Najua. Kio Mungu, mimi bwana kinachoniumiza akili. Nimeshaanza kuwa na wivu kwa huyo mpenzi wako wa nyumbani kwa sababu yaani mpaka sasa natamani muda wote ukae na mimi, tulale wote, tule wote, tutembee wote, kila kitu. Kwa hiyo nikijaribu kuwaza itafikia muda utaondoka, kitu kinaniumiza sana akili. Nikwambie kitu kipenzi. Yaani una mawazo kama ya kwangu. What do you think? Ukachana nako kamjusi kako. Then na mimi niachane na boy wangu. Then tukafunga ndoa mimi na wewe. Tushote. Hiyo imekaje? Hebu ngoja. Sasa kuna mwita mwanzo mjusi. Babe. Ukiniangalia kuanzia juu hadi chini, mimi nafanana na mke wako. Ananifikia hata kucha yule. Come on, babe. Of course uko vizuri sana. Na ni msumali kulikweli. Lakini usimuone kwamba yule ni mnene kiasi kile ukaona kwamba ni goigoi. Unajua naye anakata sana viuno kwenye mipango miji yule. Ai kama feni bovu. Anayaweza. Sasa mbona unaondoka? Kwa hiyo unanitukana? Unanichukuliaje? Baby. Wasitumongea tu kawaida lakini. Ndio msifie kiasi hiko. Mpenzi wangu bwana. Mimi nimeongea yanapita tunafanya mambo yetu, si ndio? Eti. Mbona hivi? Usinifanyie hivi bwana. Nanuna. Si ndio? Acha kununa basi. Baby. Njoo hapa, njoo. Jamani usinifanyie hivyo basi. Kawaida. Ndio msifie hivyo. Si masiala lakini nimesema. Hebu njoo hapa, njoo. Njoo hapa bwana, usinifanyie hivyo. Baby bwana, usifanye hivyo. Njoo. Baby. Njoo basi. Achia kidocho. Chia kidocho. Wewe. Daise, Mungu ni mkubwa sana. Kwa nini? Nilikumisi sana. Kweli? Yeah, nilikumisi vibaya. Kwa nini nisingekuja? Usingekuja ningekuja huko mimi. Ningekuja pale kwa yule jamaa wako. Ungeanzia wapi? Ningekuja kama houseboy. Nakuja pale niombe kazi, niwe nawapikia chakula. Na mimi nilivyokuwa na wivu, ningemwekea sumu. Ukaona hamtufie jela wewe. No, hatuwezi kwenda jela. Ningekuwa naweza kukumiliki vizuri ili niwe nakuwa na kila muda. Njoo ninyoshe miguu na nyuma. Ndio. Afunga bi. Shusha kidogo. Kweli hakuna pesa ya bure mjini. Basi na mwingine. Na mguu mwingine. Sasa ungelala hivi. Alafu mimi ndo nikufanyie massage vizuri. Ndio itakuwa vizuri. Haya. Sasa hii sio hivyo, lala hivi. Nyosha kwanza miguu. Sawa. Miguu inaniuma sana. Shusha kidogo.
Sasa baby na miguu mizuri, miguu fulani hivi yani. Meupe, fulani hivi. Hatari sana. Nyoshe na huu. Hatari sana. Na huko. Sawa. Jusa, kwani utafuniwa mama? Ha? Wewe. Hebu niambie, ulikuwa unafanyaje? Wapi? Unajua nimeshangazwa na nguvu zako za ajabu sana. Unajua nimekuamini sana. Mimi nimekuamini sana. Then unajua kabisa sipendi kufananishwa na vitu vya ajabu. Nikwambie kitu. Kwanza naomba unisamehe mpenzi wangu. Kiukweli sikupaswa kukufananisha na kiumbe chochote cha kike. Haki ya Mungu. Yaani ulikuwa unafanya vitu mpaka nahisi kama Babe. Unajua kwamba ulichelewa. Yaani ule unaweza kumtafutia tu sababu. Leo ukampa talaka. Yeah. Hebu niambie, nifanyeje? Niambie. Babe, wewe fanya kitu kimoja. Andaa talaka then kila kitu ni chini. You know I can do anything for you. Kwa sababu nakupenda tu. Nakupenda mama. Kweli. Takuwa hapa kwa muda wa wiki moja. Kijijini siwezi kwenda kabisa kwa kweli. Vipi kuhusu mumeo? Akija kupiga kukuulizia? Apige wapi? Yana mpango nalo alafu apige simu kwa mama? Haiwezekani. Sometimes kuna kuwaga na emergency unajua. Davido, kwani ufurahi niko hapa? Hapana. Mimi natamani ongeze hata mwezi mmoja. Ila nilikuwa najiridhisha tu. Hivi unajua mimi nakupenda sana. Na ndio maana nimeweza kumwacha mume wangu kule peke yake. Nimekuja kukaa na wewe. Davido, naomba unipende. Naomba uniamini. Mimi nakupenda sana. Na wewe ni sahihi kwangu. Siko tayari kufanya jambo baya lolote lile. Labda wewe uje uzingue mwenyewe. Naanzaje kukuzingua? Hivi unajua ni mtu muhimu sana kwangu. Na enjoy sana nikiwa na wewe. Furaha ndokuwa nayo kiukweli haisemeki. Davido, siko tayari kukuacha. Siko tayari kukupoteza. Ila niko tayari kufanya chochote ili mradi tu ubaki na mimi. Nakuahidi nitakupenda milele. Najua moyo wako sio wa chuma. Huwezi kuhimili maumivu. Kwa hiyo siko tayari kukunyanyasa kwenye mapenzi. Nahitaji uenjoy, ufurahie kwa sababu unastahili. Uko sahihi. Yeah. Wewe ni bora sana kwangu. Nitakulinda kwa aina yoyote.
Fadhali. Shemeji. Mambo. Kwaje? Safi za kwangu. Salama kwema. Kwema. Kuja muda mrefu ila mwenzangu kila nikimgongea afungue mlango. Na nahisi ndani kama kuna watu. Ndugu yangu mimi alisafiri jana. Alipata changamoto, alipigiwa simu kwa hiyo ikabidi aondoke jana. Alivyoondoka, nikaona si vyema nilale peke yangu. Kwa hiyo ikabidi nimeacha kidogo ifi yako nayo. Amesafiri. Amesafiri lini? Maana mimi jana mpaka jioni niko naye. Sasa jana wakati ameachana tu na wewe, anarudi nyumbani anapigiwa simu ya changamoto nyumbani. Kwa moja kwa moja jana msafiri ameenda. Na mbona simu zake zote hazipatikani? Changamoto ya Mgeta bwana, kuna changamoto ya network. Sehemu moja tu ambayo ya kuweza kwenda kupigia simu. Unakuta hiyo sehemu ya foleni ya watu. Unaweza kukuta labda alikuwa anatamani anajaribu kukupigia simu inashindikana kutokana na labda yeye kwenye foleni. Atakupigia tu simu. Amenikosea sana. Yaani sawa kunipigia akashindwa. Hata text kunitumia basi kuniambia kama anasafiri. Yaani shemeji, yapaswa tu kumsamehe. Hajaondoka kwa mazuri yule, kaondoka kwa changamoto. Baby. What? Kwa hiyo ndio mama kuvana nguo zake sasa. Subiri. Inaonekana unaogopa kuachika eh? Mimi sioni haja, nimevaa tu, nimejisikia tu kuvaa. Kwa hiyo hizo ndio mbinu za kutuachanisha, sio? Yaani hapa hata robo za mbinu zangu bado sijafikia. Nimejisikia tu kujiachia. Si unajua maza mjengo tena. What? Babe, nataka nikupeleke nyumbani kwetu. Nikakutambulisha kwa wazazi wangu, babangu na mamangu. Sasa mbona imekuwa ghafla hivyo? Kumbe ni mwongo. Hauna plani yote nzuri na mimi. Unataka tu unitumize na uniache, si ndio? Kwa nini unasema hivyo? Jusa. Hivi si unajua kwamba umekuja nyumbani kwangu? Sawa? Nyumba ambayo nalala mimi na mke wangu. Kitanda ninacholala mimi na mke wangu pia tumelala mimi na wewe. Bado haitoshi na nguo zake pia umevaa. Sasa nataka ni uthubutu gani ni ufanye uje mimi nakupenda? Nataka nikupeleke nyumbani kwetu. Nikakutambulisha kwa wazazi wangu, babangu na mamangu. Sasa hapo kwani kuna shida gani? Hilo sio tatizo. Kila kitu kinaenda step by step. Kuwa na subira. Tutapanga siku, tutaenda kwa wazazi. Shida iko wapi mama? Unasema kweli? Sikuongopei mpenzi wangu. Come on baby. Ndio maana nakupenda. Mimi pia nakupenda sana mpenzi wangu. Okay. Ni nani huyo atakuwa? Maana ameninyima raha zangu. Tulikuwa tumelala wenyewe. Baby, naliwa kodi. Kwa hiyo anahisi labda namkimbia, ndio maana anakuja kinyemela. Sasa kwa nini usimpe hela bibi wangu? Mpe hela yake mwenyewe. Baby, nadaiwa pesa nyingi unajua. Na mimi mipango yangu imegoma mpaka sasa hivi sielewi. Kuna bro wangu ndo nilitegemea angenitumia pesa lakini mpaka leo hii imeshindikana. Kwani anakudai bei gani? Milioni 2.5. Milioni 2? Sio shida zangu. Hiyo iko ndani ya uwezo wangu kabisa. Naweza nikakutolea kwenye akaunti yangu muda wote. Kweli baby? Ila acha nimpigie mume wangu. Atanitumia sasa hivi. Ase. Kama utafanikiwa kunitolea kodi, sisi nitakupa zawadi gani ambayo sijawahi kukupatia?
Davido, unachonipa ni kikubwa sana. Siwezi kukuacha uzalilike. Lazima nikulipie kodi bebe wangu. Nakupenda sana baby. Nakupenda pia. Mungu azidi kukuweka kwa ajili yetu. Tuzidi kupendana. Shemeji, isiwe vitendo vyako vinafanana na jina lako. Una maana gani? Inamaanisha mimi ni msaliti? Hapana, sio kama sikuamini. Lakini muda bwana niambia kweli kuhusu Davido. Mimi nimemiss sana, nampenda sana mpenzi wangu. Okay, Davido yupo ndani na yuko na mwanamke. Yule bwana acha utani wako. Mimi hapa nina pressure zangu nisije nikaanguka bure hapa. Shemeji, najaribu kukuambia ukweli unashindwa kunielewa. Sasa inabidi nikudanganye. Yuko na mwanamke ndani. Kwanza unaweza kuwa na shilingi 5,000 hapo nisaidie rafiki. Usiwela haina shida ila tuachane na hizo mara pia tukawakala ngakupela hapa. Maana sijui kaniua bure hapa. Maana nishakuona. Mambo ndo haya. Mapenzi ni kuelewana, nami mpenzi nitakuvumilia. No, sio kuelewana, ni kuvumiliana, si ndio? Mapenzi ni kuvumiliana, nami mpenzi nitakuvumilia. Talala, talalalalala, la 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 la. Ding 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 ding. Wey! Sasa talala ndo nyimbo gani? Sasa si ndio vinaanda vile vinavyopita. Embe dodo limelala mchangani kwa huba na mazoea. Ni wewe wangu. Wey! Nitalienzi penzo lako. Penzi. Nitalienzi penzi lako. Sitokuacha aslani. Wey! Hapo hatari sana. Hapo unajua mimi kwetu tuna vipaji vya muziki. Babangu mimi alikuwa anaimbia Manchester City. Kibaba kiongo hiki. Baba piga cheers kwanza. Ila wewe muongo wewe. No, babangu Manchester kile ikicheza anaenda kuimba pale. Sasa Manchester alikuwa anaenda kuimba nyimbo gani? Si nyimbo za nani zile dunia ile, kombe la dunia anaimbaje ile? Kwea pipa na nini. Ndio Kelekea Morogoro yetu. Morogoro. Hatari. So kweli. Ni babangu ana kipaji. Hapo umenipiga. Trust me. Umeona Kwa hiyo hata nilivyoenda sikupata shida sana. Kwa hiyo ndo hivyo. Unajua mimi sikupata shida kwa sababu si mara yangu ya kwanza kwenda. Kwa hiyo hata nikiona watu wanapigwa pale sistoki. Kwa sababu mazingira kule mtu kupigwa bastola pale wewe uko hapo unamwona rafiki yako au ndugu yako. Nakwambia ukweli. Na mimi mwanzo nisikia kuna mtu anagonga nje. Nani anagonga milango ya asubuhi hivi? Potezee bwana. Ngoja nikamcheki. Ni kweli kwa sababu hatuwezi kujua ni nani. Kwa ngoja nikamcheki dakika moja. Nani unaniacha nani? Sasa pesa yangu imechelewa sana. Sasa dakika moja tu mbele. Baby. Na ukienda ukirudi sikupi chako. Unaanza kulingishia, si ndio? Sema. Kama unalingishia basi sana. Mimi nikienda nikirudi sikupi kitu changu. Wewe subutu. Hebu ngoja nikamcheki dakika moja nakuja. Sasa pesa. Don't late. Sichelewi. Nisikilize tena. Imekuwa ghafla sana. Mjomba wangu anaumwa, nimekuja huku kumuona mara moja. Hata kama ndio umeshindwa kunitaarifu, umenikosea sana Davido. Sawa, lakini imekuwa ghafla, sikuwa na jinsi. Kama unabisha, basi panda basi uje huku. Kama ungetaka nije, ungenichukua tukaenda wote. Sio sasa hivi unaniambia nije huko. Nisikilize, usianze kupaniki, nisikilize.
Naam. Karibu mama, karibu. Asante babangu. Nimewa surprise kwa ujio wangu, si ndio? Hii kweli umetu surprise. Kabisa. Karibu ndani. Asante. Na karibu sana. Haya babangu. David, naomba uniache. Tena naomba uniambie kwamba bado unanipenda au la. Teni, mimi nakupenda sana. Na kiukweli nimekukosea. Ni kweli nimekusaliti. Na nyumbani kuna mwanamke. Davido, unaongea hata chembe ya huruma huna. Bila kunifikiria mimi nitaipokeaje? Lakini mimi sina malengo naye. Niko naye kwa ajili ya maslahi tu. Wewe unajua kabisa mimi nakupenda wewe. Nina malengo na wewe Teni. Kule na chuma tu ili niishi na wewe. Hata kama Davido, wewe ni mwanaume. Unapaswa uhangaike, utafute na sio kumtegemea mwanamke. Sasa naomba sikia. Kuanzia leo hii, popote utakaponiona, fanya kama hujaniona. Na ufanye kama unijui. Unajua mimi nakupenda sana. Naomba uelewe hivyo. Mimi nakupenda na nakuhitaji kwenye maisha yangu. Kumbuka tulikotoka mimi na wewe. Mimi nitaanzaje kuwa na yule mshangazi kabisa kanizidi umri? Muongo. Naona mabadiliko, nyumba imependeza. Yeah, ni kweli. Ukuja siku nyingi sana mama. Naona kimya. Mwenzako yuko wapi? Kwani hakufika nyumbani huko? Ina maana Tunda ameaga kwamba anakuja kwangu? Mama ametoka kutokea jana mapema tu. Akasema mimi naondoka kwa mama. Sasa kama hajafika nyumbani,
Labda naye ametaka kusurprise lakini ametoka tokea jana mamangu. Basi huenda ametoka tumepishana. Labda ameamua kunisurprise mimi mamake kama ndivyo surprise nyinyi. Kuna mtu anakoa. Na maana kuna mtu mnaishi naye tena hapa ndani. Huyo ni mfanyakazi ambao huwa ananisaidia hapa. Kwa sababu kuna muda kuna wako chafu sana. Hiyo nimemleta mmoja anisaidie kufanya usafi hapa. Vizuri. Lakini si vibaya akaja kunisalimia. Naona kama hajamaliza hivi. Naona kama hajamaliza au ngoja amalizie au? Sawa, ana kazi. Lakini mwite anijulie hali. Basi ngoja Wewe tena mjo. Unalia nini? Kuja hapa unataka kupitiliza ndani, unalia nini? Mbona sikuelewi? Nini shida? Wewe sinaongea na wewe, umepatwa na nini? Mimi niko sawa dada. Kwa hiyo unaona mimi punguani, uko sawa. Kwa hiyo mimi kusoma sijui, hata picha sioni, si ndio? Umekuja unalia afu unaniambia uko sawa. Mbona sikuelewi? Una shida gani? Hebu niambie, mimi ni dada yako, ongea na mimi. Davido na mwanamke mwingine. Davido na mwanamke mwingine? Umemwona? Ndio, nimeenda kwake na amelala naye jana mpaka leo. Una uhakika umemwona amelala naye au umesikia tu uko mtaani? Umethibitisha? Kasheshe. Nilikwambia mdogo wangu, hawa wanaume sio watu wa kuamini. Yaani sio watu wa kuamini kabisa. Lakini ukajipa 100% kama Davido anakupenda. Umeona sasa alichokufanya tena? Lakini mimi akuonesha chembe yote kama anasaliti. Ndio maana mimi nilikuwa namwamini 100%. Wanaume ni baba mmoja, mama mmoja. Alikwambia mwanaume unatakiwa kumwamini nani? Umeona sasa, mapenzi mwanzo huwa ni matamu, lakini inapofika mwisho mwanaume anakudharau. Yaani mapenzi aliyokuwa anakupa mwanzo, huwezi amini kama anaweza kukufanyia vitu kama hivyo. Akisha kutumia na kutupa kwenye dampo. Pole. Sadani unasaidia yani wewe na neo. Pole mdogo wangu. Jusa. Hebu acha ujinga basi, nataka unielewe, sawa? Naitwa Jusa. Ni binti mrembo na nikivutiwa kwa mwanaume yeyote hapa duniani. Upasi kunitambulisha kama house girl. Sasa ulitakaje? Nikutambulishe kama mke wangu au? Unitambulishe kama mkeo. Si tunapendana mimi na wewe. Jusa, usijitoe fahamu. Sawa? Siwezi mimi kuwa na wewe kama utashindwa kunisaidia. Si umeelewa? Okay. Kumbe ni game. Wow. Nimeelewa. Sasa nakwambia kitu kimoja baba. Tutakifanya hiki kitu. But ukija kunigeuka, wallahi nitakuloga sabo. Jusa. Hebu usijiaminishe kufeli. Umeelewa eh? Fanya kwa ajili ya sisi sote. Si peke yangu. Si umeelewa? Hebu fanya vile nilichokwambia basi. Sawa mama? Okay. Sawa. Baby. Vipi? Kiukweli nimekuwa mwepesi. Yaani najisikia raha. Mwili wangu mwepesi. Yaani ni zaidi ya asali. Sitaki hata kusema. Mama yangu anaumwa. Umetoka kupigiwa simu. Anaumwa sana. Nini tatizo? Huwa siku zote anasumbuliwa na mgongo. Sasa naona mwili imekuwa serious sana. Na mimi sielewi nitafanyaje ili niweze kumsaidia. Pole sana baby. Mimi nitakusaidia. Inabidi nikupe pesa kidogo
utoe kodi na nyingine mtumie mama ikamsaidia kwenye matibabu. Nashukuru sana Tunda. Umekuwa mtu wa pekee sana kwenye maisha yangu. Hii ni zaidi ya surprise. Nashukuru sana, nakupenda Tunda. Usijali, mimi nipo kwa ajili yako. Nakupenda. Siwezi kukaa na wewe mimi nikawa na furahi alafu wewe hauko sawa. Nitakuwa nakukosea. Halafu usipende sana kuniita Tunda. Kwani huwezi kuniita jina lingine lolote la kimahaba? Unatamani kuita nani? Lolote tu nzuri. Laziz, my chocolate, my carpet. Nyonga mkalia hii.
Kwa hiyo yaani nafikia muda mpaka navurugwa kwa sababu sifahamu nifanyeje mimi. Kaka, yaani hapo wewe umeshika makali. Yaani mimi naona damu kabisa hapo inakwenda kumwagika. Na damu mbichi. Sasa Patrick, mbona kama unanitisha ndugu yangu? Mimi nimekuja kwako unipe mawazo nifanye nini, lakini unanitisha. Sasa mimi nafanyaje? Sasa nisikilize. Hata unisikilize kwa makini sana. Nenda kamtoe yule mwanamke mle ndani. Ili mkeo akija asimkute. Maana yeye aliondoka, akuacha na mfanyakazi. Haya ukija utamwambiaje? Nikwambie kitu. Yule mwanamke atakuwa na mimi kanicheza. Kabisa kwa sababu haiwezekani amesema anaenda kwa mamake. Alafu kumbe kwa mamake hajafika. Na mimi nijikosea ni kwamba ilibidi nimpigie simu. Je, umefika? Nipe mimi niongee naye. Nimesahau kitu. Aka Mungu tena kwa sababu wewe fikiria ametoka hapa ameenda kwa mamake. Lakini mamake hajui. Hajui. Hata fikiria kuna nini hapa? Tatizo la wazinifu wengi ni moja tu. Ukiwa wewe unafanya, basi unafikiri na mwenzio pia anafanya. Mimi nadhani pointi ya kushikilia hapo ni moja. Natakiwa yule mwanamke ndani nimtoe haraka sana aondoke. Nitadhalilika. Mtoe sasa hivi kama vile unamkimbiza panya. Hilo limepita. Wacha mimi niwahi. Shem. Yaani usiniite Shem. Unajua mimi nampenda sana Teni. Na nina malengo naye. Naomba uniruhusu niweze kurudisha furaha ambayo imepotea ndani yake. Yaani ukitembea hivi unaonekana mtu. Yaani kumbe huna akili. Yaani akili imejaa funza, imeoza. Yaani usije ukatamka tena. Msijakamilika sawa, lakini hata Teni naye na malengo yake, na mimi pia nina malengo yangu. Mimi ndoto zangu ni kuwa na yeye, tuanzishe familia yetu, tuzae watoto, maisha yetu yaende. Lakini wewe unavokataa mimi nisiwe na Teni, unakosea, kwa sababu yule ananipenda mimi na mimi nampenda. Lazima tuanzishe maisha yetu ili tutimize malengo yetu. Davido, nimesema kwanza kuniita neno Shem ukome, kwa sababu mimi sio shemeji yako. Kingine, sitaki kukuona na mdogo wangu. Achana na mdogo wangu, yaani sitaki kukuona. Achana kabisa na mdogo wangu, sije kumharibia maisha. Sikia, mimi siwezi kuacha mwanamke ambaye nampenda. Kwa sababu kama makosa walishakosea watu wengi. Watu wamefanya makosa mpaka wameua binadamu wenzao, lakini Mungu akawasamehe. Mimi ni nani? Nimefanya kosa gani kubwa ambalo kiasi kwamba hutaki mimi kunisamehe na hutaki kuniona niwe karibu na mdogo wako? Niko tayari kufanya chochote kwenye maisha yako kwa ajili yake. Nitawezaje kumwacha? Mimi nampenda. Unampenda ungemfanyia yote uliyomfanyia? Yaani umesimama hapo kabisa, mimi nampenda. Wewe unajua kupenda wewe. Ungempenda mdogo wangu ungemcheat. Wewe naongea niko serious kabisa. Na ninamaanisha umkome mdogo wangu, tena achana na mdogo wangu. Na kingine, usije ukakanya. Tunaweka hizi hela. Ukirusha chupa ikisimama hivi unachukua 10,000. Ukirusha tena mara ya pili ukipata unachukua 10,000. Ukikosa mara ya pili unarudisha zote. Baby. Pesa hizo tuanze. Si challenge baby. Okay. Twende. Anza. Sasa si wewe ndo wa kwanza, ladies first mama. Anza kabisa. Tamaa. Haya poa. Twende. Umeshika. Sijashika. Wewe. Sijashika, wewe unabeba mkomishi. Subiri basi. Wewe. Weke hela hizo. Leta ile hela zote. Sijashika lakini unanisingizia. Haya, ngoja nikuoneshe.
Twende. Wewe mimi nakufunga. Let me show you. Nimepata. Sasa kuna mama unaona ushaanza uzurumishi wako. Sawa, lakini yangapi? Usaidie. Twende. Jamani hawa wanajua. Unajua kufanya. Wewe angalia, yule dada anataji huruma. Unaweza kusema kweli kumbe movie. Ndio hiyo shanza mwisho siku naanza kulia. Eti mtu anaangalia movie anajikuta na analia kweli. Amna, inasikitisha na inaumiza yani kwa sababu mwingine kulingana na maisha yake alopitia hivyo. Sasa maigizo haya. Alafu bibi tuachane na hiyo mada ninakumbuka. Mimi nilikuwa naomba nipeleke nyumbani kwa mama. Unataka kwenda vijijini? Si alipozaliwa Yesu mwangu. Tatizo sio kupeleka nyumbani. Mimi tatizo bwana ninachoogopa naweza kukuleta nikakuchukua hapa nikupeleka kwetu. Na kutambulisha afu nakuja huku na niache. Jamani, kwa nini sasa nikuache? Fanya watoto wa chuo mueleweke. Ukiangalia life yangu mimi na bangaiza na komaa kibishi. Na wewe utakutana na mtu ana kila kitu unajua. Kwa nini kila siku siwaoni? Ila mimi nimelizika na wewe. Sasa mimi najua wangapi nakutongoza kwa siku. Huo wivu sasa. Au nikague simu yako. Simu yangu sasa mkagoli wewe. Umeona sasa. Sasa mambo ya simu yamekujaje? Ni watoto wa chuo. Wewe unataka uone DM za watu tena huko waanze kulalamika. Lete simu yako tuangalie. Message kuanzia ya kwanza mpaka ya mwisho. Tuachane na hiyo mada. Umeona? Badilisha mada nyingine. Kwa hiyo inaonekana kabisa usaliti. Kwa hiyo leo hii mtu anakufuata nakwambia nakupa gorofa. Nakupa gari. Nakupa biashara. Wewe utakataa utanijali mimi? Sasa ndo ningekuwa nao mbona niko na wewe? Kwani hawatokei huko njiani au siwaoni? Ila mimi siwataki nakutaka wewe. Jamani, mtoto wangu umependeza. Marahaba binti yangu, umependeza mrembo wangu. Umependeza mtoto wangu. Asante mamangu kipenzi. Na nini? Hivi mume wako akija akaona mambo kama hayo, hivi atakuelewaje? Tafadhali nenda chumbani kwako haraka sana akavae. Ubadilishe hizo nguo afu jifunike shingo mume asije kaona. Huo upumbavu unaofanya mtoto wangu. Mama. Nini? Shikamoo dada. Karibu na pole kwa safari. Marahaba, ujambo? Na asante kwa safari. Mama, huyu ni nani? Unaniuliza mimi? Huyu si dada yenu wa kazi. Unataka kuniambia humjui? We mama. Mama nini? Hebu acha kunijoki. Mimi naanzaje kuleta msichana kazi kama huyu hapa ndani? Sasa anakuwaje msichana kazi mrembo hivi? Eti wewe mrembo ni kweli? Excuse me? Ina maana dadi aje kuniintroduce kwako mimi ni nani? Nani? Dadi. Dadi? Dadi wako gani? Dadi, Mai. Fuata maelekezo nikupa. Nenda chumbani kwako. Sitaki kelele mimi hapa. Unajua mimi sielewi. Nimekwambia hivi, fuata maelekezo, nenda chumbani kwako, usishindane na mimi. Sawa? Haina haja ya kuwaza ndugu yangu. Kikubwa yule mshangazi amehakikisha wewe umelipa kodi ya miezi 6. Alafu pia akakuachia na hela ya matumizi ambayo inaweza kukukimu wewe katika kipindi hicho cha miezi 6. Utakiwa kumwacha. Bro, pesa sio kila kitu. Mimi nawaza kuhusiana na mpenzi wangu Teni. Ana amani. Yuko na mawazo na mimi ndio chanzo. Kibaya zaidi, dada yake nitaki mimi. Kwa hiyo kuna asilimia kubwa penzi langu likaenda kuporomoka. Kaka, why unawaza kuhusiana na masuala ya mapenzi tena? Unapopata fursa itumie. Itumie vizuri zaidi. Kwa nini nakwambia itumie? Kwa sababu kuna watu wanazitafuta fursa kama hizo ili waweze kuzitumia. So mpata fursa ya mshangazi, baba nyosha. Bro,
Unajua hakuna future na mke wa mtu. Siwezi kutengeneza malengo yote na mke wa mtu. Yule ni mali ya mtu. Kuna mwanaume ambaye anamtazama kama kioo, anamhudumia, anafanya kila kitu, ila yeye kwa sababu ananipenda mimi, nampa anachostahili kupewa, ndio amening'ang'ania na kunilipia kodi. Ila lazima na mimi niwe na maisha yangu. Teni ndio mwanamke wa ndoto zangu, namuandaa toka sasa hivi kuja kuwa mama wa watoto wangu, si unanielewa? Na ndio mwanamke ambaye naweza kumtoa hapa kumpeleka kwa wazazi wangu huko Mgeta, nikawatambulisha kuwa huyu ndio mwanamke nakuja kuoa. Lakini siwezi kwenda na mshangazi ambaye ni mke wa mtu eti niende huko Mgeta Kibigili huko nikawaonesha wazazi wangu kuwa huyu ndio nakuja kumuoa. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Umepata fursa unashindwa kuitumia. Unapopata nafasi itumie vilivyo. Masuala ya mapenzi ya wewe na Teni yaweke pembeni. Huu ndio wakati wa wewe kuweza kutengeneza maisha yako vyema zaidi. Unajua wewe ni rafiki yangu, lakini kuna kitu bado kielewi. Mapenzi ni siri nzito sana. Mapenzi ni hisia kali zinazotoka moyoni. Sio rahisi kuziona kwa macho, lakini ukipenda ndo utajua nini namaanisha. Unaweza kumchukulia Teni ni mwanamke tu wa kawaida, ila Teni ni furaha yangu. Teni ananipa amani hata mimi nikiwa nina stress, lakini nikiwa na Teni na enjoy na furahi. Kwa ni mwanamke ambaye namlinda kwa ajili ya maisha yangu. Bro, hakuna kitu ambacho naweza kukuelewa mbele ya Teni, kipenzi cha roho yangu, mahabuba la azizi. Nitakuelewa nini kaka? Mimi tutakuwa tofauti mimi na wewe Davido hapo tu. Yaani mimi na wewe tutakuwa tofauti hapo tu. Ukisema niendekeze hisia, niendekeze mapenzi wakati nataka mafanikio, hiyo kwangu itakuwa ni ngumu. Na ndio maana mimi ninavyokuambia ndugu yangu, achana na masuala ya mapenzi, focus na masuala ya kipato. Dini napo hapo. Achana na masuala ya mapenzi ndugu yangu. Unapopata fursa itumie. Mimi masuala ya mahusiano baba yangu sina na siwezi. Mahusiano na pesa, baba mimi pesa mbele. Bro, mimi najua pesa ni muhimu kwenye maisha yetu. Mimi mwenyewe naweza nikatafuta pesa nikazipata, lakini mapenzi ya dhati nitayapata wapi? Siwezi nikayapata mapenzi ya dhati kwa mke wa mtu mzee. Alafu mke wa mtu ni sumu. Wewe leo hii unanishabikia mimi kwa sababu napata pesa na unapata kiasi. Unaning'ang'ania niwe na mshangazi, ila kuna siku mume wake atakuja, atanijua mimi, atanichoma hata moto. Nitakufa mimi, nitabaki marehemu, lakini wewe sitaendelea kuishi. Hebu niambie, yule ni nani na anafanya nini humu ndani? Mke wangu, hebu ondoa pressure basi kwanza. Maana umeingia sasa hivi umechoka oi. Tulia, nikufanyie massage, kunyoshe mgongo mke wangu. Yule yupo, mimi nipo. Tutazungumza hili swala. Hakuna kitu kikubwa hapa. Sawa mama? Hebu acha kunipaka mafuta kwa mgongo wa chupa. Niambie ukweli, yule ni nani na anafanya nini humu ndani kwangu? Okay, ngoja nikwambie kitu. Wewe ujue baada ya kuondoka na mimi mambo ya kazi. Sawa, nikawa nashindwa kufanya baadhi ya kazi hapa nyumbani. Nikasema wacha nimtafute msichana anisaidie kufagia, kufua na vitu vingine. Sawa, na nikamwambia akae wiki hiyo. Kwamba nikamwambia mke wangu atarudi kwamba kwa hiyo umerudi yeye atakiwa afanyaje? Aondoke. Ndicho kitu kilichokuepo. Baba, huna aibu wewe. Yaani unajaribu kunidanganya kabisa huko naona. Yule kuanzia lini mimi sipo ukadiriki kwamba kuchukua maamuzi ya kwako wewe peke yako ukaletea msichana humu ndani. Usitaki kunitania. Yule sio msichana wa kazi, yule ni demu wako. Demu wangu tena? Kumbe nani? Sema kwamba msichana wa kazi. Mke wangu, mbona unakosea heshima? Nakukosea heshima, unajikosesha mwenyewe heshima. Alafu hiyo ni alama nini? Hebu toa mkono. Toa mkono basi. Wewe mwanamke, umeenda kunisaliti, si ndio? Naomba uwe mkweli. Umeniaga hapa unaenda kwa mama yako. Kumbe unaenda kwa mama yako, umeenda kufanya ubaladhuli, si ndio? Umeenda kunisaliti? Hapana, sije kusaliti mume wangu. Huyu ni mdudu alining'ata jana usiku. Wewe mdudu gani? Hebu niambie, dudu gani limekutambaa? Niambie, dudu gani? Niambie. Mimi sio mpuzi kama unafikiria.
Nitakupasua sasa hivi. Hebu toa mkono kwanza. Toa mkono nimekwambia. Wewe unashinda kulia. Nimekwambia toa mkono. Wewe nitakuvunja. Nakuvunja sasa hivi. Toa mkono. Kwa nini umeenda kunisaliti? Mimi sijakusaliti, mume wangu, wewe ndio umenisaliti. Tunarudishana mipira sasa. Hapana, lakini umeleta mwanamke humu ndani. Kwa ngoma draw. Na tunabishana mimi na wewe. Yule nani kama sode mwangu? Si nimekwambia beki tatu yule. Au unataka niko kitu gani? Wewe mimi nitakuvunja. Sipendi kubishana na mtu. Sipendi kubishana na mtu. Dawa yako ninayo. Wewe dawa yako mimi ninayo na utajuta. Mdogo wangu, usijitoe akili. Hivi una ugeni gani na mapenzi? Yaani upo kama wewe ndo wa kwanza umeanza kupenda wewe. Dada, naomba nikamuone Davido ili moyo wangu basi upate amani na mimi. Teni kama umekosa kazi za kufanya, nenda ukafanya discussion na wenzako. Sijui unanielewa vizuri? Hebu usiniletee ujinga. Kwa nini mapenzi unayapa kipaumbele kiasi hicho? Dada please. Naomba nikamuone Davido, siwezi kuishi bila yeye. Nisikilize Teni. Usitake kunitibua kabisa? Sijui unanielewa vizuri? Yaani umeyapa mapenzi kipaumbele. Hivi uko shuleni kwenu, mimi ngoja nikuulize. Uko shuleni kwenu hamna mnachokisoma, mnasoma mapenzi tu? Eti. Sikia nikwambie. Humu ndani kwangu sitaki kumsikia Davido wala Davida. Sijui unanielewa vizuri? Tena marufuku nisikusikie. Kama umeshindwa kusoma niambie. Na kama umeshindwa kukaa humu ndani, niambie nitakuhamishia hostel.
Hamna kuondoka mtu, subirini hapo hapo wote. Teni, naomba unisamehe mpenzi wangu. Najua kiasi gani nimekukosea. Najua kiasi gani nimekuaruza moyo wako. Sikustahili kabisa kufanya hivyo. Nisamehe. Nimegundua kuwa wewe ni mwanamke sahihi kwangu. Wewe ni mwanamke bora. Najutia maamuzi yangu. Najutia ujinga nilofanya kwako. Please, naomba unielewe. David, uko tayari kuachana na mshangazi wako? Nakuuliza tena, uko tayari kuachana na yule mshangazi wako? Teni, mimi nakupenda wewe. Naomba uelewe hivyo kuwa wewe ndio kila kitu kwenye maisha yangu. David, mimi naamini sifa mwanaume ni kutafuta, na sio kutumia jasho la mtu. Pesa sikufanya ukawa mtumwa wa mtu. Mbona sikuishi sisi wenyewe tukipendana, maisha yanaendelea, tukajenga maisha yetu? Eti mpenzi wangu, mimi nakupenda na mimi sikuigizii. Kwa nini tusibaki wenyewe tukajenga maisha yetu? Ndio maana najaribu kuomba msamaha. Najua nimekukosea. Sikustahili kabisa kufanya hivyo. Naelewa maumivu ambayo unayapitia. Mimi ni binadamu Teni. Najua kuwa mtu akifanyiwa mabaya anaumia. Ndio maana najaribu kuomba msamaha na kukiri makosa yangu, kuwa nahitaji huruma yako ili tuanze kurasa mpya. Mimi msamaha kwangu sio shida, mimi nishakusamehe. Lakini dada yangu hakuamini tena. Unabidi umprove ili umwaminishe kwamba huyu Davido mwingine au Davido mpya, ili na mimi nijivunie wewe. Najua dada yako aniamini kabisa. Hata wakati ambao nilihitaji kuonana na wewe hakuweza kuniruhusu. Najua pia dada yako ni kama mlezi wako, ni kama mzazi kwako. Hawezi akakubali mtu akunyanyase. Hawezi akubali kuona wewe hauna furaha. Anasimama nafasi ya mzazi. Lakini mimi nataka nimhakikishie kuwa moyo wangu unakuhitaji wewe. Maisha ya Davido bila Teni ni kitu ambacho hakiwezekani. Nakupenda. Kweli? Yeah, nakupenda sana. Nakupenda pia. Sasa ndugu yangu, ina maana matu zangu yaone alinitokea?
Staka vipi? Staki, nimekwambia inuka, nimekwambia uinuke. Ili sio hili. Patrick, mbona nakupigia simu muda mrefu upokee? Hii simu niliweka silent. Hilo umeamini? Umekuja kuongea na Sabu. Kuta yupo na matatizo. Yaani nyinyi wanaume hamwaminiki kabisa. Yaani siwezi kukuamini Patrick kama ulikuwa na Sabu. Mpaka niongee naye. Sabu yupo na mgonjwa. Kutoka haitawezekana. Babe, unaona sasa ulivyokuwa mbishi. Kwani kuniruhusu mimi niongee na Sabu tu mara moja alafu basi tu nijiaminishe kuna shida gani mpenzi wangu? Nimekwambia Sabu yupo na mgonjwa. Kutoka haitawezekana. Uko mwelewa basi. Baby, please. Naongea naye tu ili tu nijiaminishe. Kwani kuniaminisha mimi kama ulikuwa na Sabu shida ni nini? Hii ndio shida ya kudate na wanawake na mgrupo. Yaani mna wivu. Msikia kwanza niambie. Kwa hiyo ina maana kweli umefanya naye? Tunda. Sipendi malumbano. Umeelewa? Nimekuja huko kwa ajili kupumzika, kutuliza kichwa changu. Hizo fyoko hizo. Nitakufia tu sasa hivi. Sipendi upuuzi. Hivi unajua wewe ni mume wangu? Na unajua mimi naumia kiasi gani? Ina maana ninavyoishi mimi na wewe, ninavyofanya chochote kile mimi na wewe, umeenda kufanya na yule malaya, si ndio? Kwa hiyo na wewe unaweza ukaniambia huyo mpumbavu aliyekuleta love bite? Au unahisi mimi sina maumivu? Unaona mimi mjinga kwa sababu nimekaa kimya? Mimi hainiumi? Ndio maana umeamua kunisaliti, si ndio? Tena nyumbani kwangu na kwenye kitanda changu. Tunda, sikia. Iwe wewe mpumbavu, iwe mbweha, utajua mwenyewe. Shenzi mmoja wewe. Kuwa makini kwa kila unachozungumza. Kwa hiyo umeamua kuniita mimi mpumbavu? Liwalo na liwe. Uwe mpumbavu, usiwe mpumbavu, utajua mwenyewe. Eti? Sawa, tutaona. Sawa. Shem. Vipi Shem? Safi kwema? Kwema mzima. Ni mzima kabisa. Niambie. Alafu Shem, ngoja nikwambie kitu. Niambie. Punguza wivu basi. Sawa? Unajua kwenda kuambia hivi? Patrick amekufuata wewe, amekutongoza. Hakuna mtu alishika bastola, si ndio? Kwa hiyo unapomletea makasiriko kwenye mahusiano, unamsababisha huyo awaze kutafuta mwanamke mwingine. Umelipata? Patrick ni msomi, mzuri tu, anajali. Sawa. Na pia vile nakukumbusha kwamba huyu jamaa tokea yuko chuo kukutana na madem kibao, afu wote wakali. Jiulize kwa nini yuko na wewe. Utapata jibu kwamba anakupenda. Kwa hiyo unapokuwa una mhalasi katika mahusiano, unamrudisha nyuma. Mimi nakupa moyo kwamba Patrick ni mtu bora sana kwako. Sawa? Usimvuruge akili. Punguza wivu, mjenge maisha ya songe. Sawa si sawa? Nimekusoma Shem. Yes. Shem, mimi nikutoe hofu. Usijali, kuwa na amani. Na kuahidi nitajitahidi kujicontrol. Tatizo nampenda sana Patrick, ndio tatizo. Ni kweli? Yeah, kweli. Mimi sitaki tuone mtu ananifuata sehemu anaanza kupiga kelele kana anafuata, njoo huku, njoo. Sawa sawa. Sawa Shem. Na kuahidi.